Fanya kitu dada basi. Sawa kaka, nakuja. Kaka nini kaka? Dada. Sister. Samahani. Mambo. Safi kwema? Kwema. Samahani. Naomba unifungie mandazi 10 hapo. Sawa. Asante. Sawa. Ngoja nikupe change. No. Hiyo change chukua, baki nayo, usijali. Chukua. Asante. Usijali. Okay, samahani. Unaweza kunipatia namba ya simu tukafanya mawasiliano ya kuniletea mandazi mengine kama utojali? Sawa. Sawa. Nitajie? 07 10 66 55 31. Asante. Jina Sawa. lako nani? Jina langu mimi naitwa Nifa. Nifa. Sawa. Asante. 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 Kaka. Shida nini kaka? Kaka, una shida gani kaka? Shida nini kaka jamani? Umepata na nini kaka? Ni kaka jamani, kakaangu mimi mbona hivyo? Kaka, tulia basi nikuachie hata maji unywe. Nakuletea maji ya kunywa kakaangu. Kaka, unywe hata maji kidogo. Kidogo tu kakaangu. Kwa ajili yangu kunywa basi kaka. Kidogo tu kakaangu. Kidogo tu, tulia basi kaka, unywe maji. Kaka jamani, kunywa maji. Dada, nilikuwa huko nje naosha vyombo nikasikia mtu anakoroma, nakuja namkuta kaka ndo kama hivi. Kaka, kwani kuna alikuwa vizuri tu? Sielewi dada, hata maji yenyewe ameshindwa kunywa. Kaka, ngoja nikaitwa twende hospitali kaka. Sawa. Fanya kitu dada basi. Sawa kaka, nakuja. Kaka nini kaka? Kaka mimi siwezi. Wewe ni mtatendaje shule kaka mimi siwezi. Kaka mganda mara moja. Mara hii moja tu kaka. Kaka
mimi nakwambia kaka. Kaka nimekuja na hospitali kaka. Mimi ni Nyanyuka. Karibu. Nini iko? Mama, haya ni mandazi. Kuna binti ambaye nimekutana naye mtaani akiuza mandazi. Kwa hiyo yale mandazi akanivutia sana, nikayapenda mno. Kwa hiyo nikaona ninunue mamangu. Nije nyumbani hapa, kwa hiyo yale mandazi mamangu kawaida tu, usijali. Hivi, itabia kununua vitu mitaani, yeye imeanza lini? Kama ungetaka mandazi ungesema mimi ngakupikia. Hapana, acha uchafu. Mama, haya ni mandazi kawaida tu. Tena kwa upendo wangu mamangu nimenunua kwangu na kwako pia nimekununulia. Hapa usiniwekee uchafu. Sitaki kabisa. Yaani nimenunua kwangu na kwako umeninunulia mimi pia. Mambo yameanzia lini? Wapi tukala vitu wa mitaani sisi? Watatumwa matumbo. Hivi, aliyepika mandazi unamfahamu vizuri? Au unajua yameandaliwa kwa mazingira gani? Kuna ubaya? Hapana, usile hiyo. Mama, nakuomba nielewe. Najua sana unanipenda mwanao na kunijali. Lakini kwa hili mama yangu naomba leo niache ni yale ya mandazi, please. Hapana, sitaki ule ya mandazi. Nazungumza kama mama yako. Sitaki uchafu mundani na sitaki ule ya mandazi. Devota. Mimi nimejua saizi utakuwa shule mdogo wangu. Dada, hivi unajua shule yenyewe sitaki hata kuisikia. Nimechoka kurudishwa, mara hela ya mitihani, mara sijui hela ya nini. Yaani uweze amini toka kaka aanze kuumwa. Shule sitaki kuisikia kabisa kwenye masikio yangu, inaichukia. Nakuelewa mdogo wangu. Kwa sababu kaka ndo mtu pekee aliyekuwa anatusaidia sisi. Na yeye ndo alikuwa anakusimamia wewe kuhusu shule. Mahitaji yako yote. Yeye ndo alikuwa anapambana. Lakini ndo hivyo, haina jinsi mdogo wangu. Kwa hata unavyoongea hivyo nakuelewa sana sana. Wewe ndo tegemeo langu lobaki. Naomba usilie basi. Unajua nini mdogo wangu? Mimi sio kama nalia. Ila najiuliza tu, nitaweza kuyaongoza ya maisha mimi kwa biashara hii ya mandazi ikiwa napika kilo 2 tu na mandazi yanabaki? Ni leo tu, ni leo tu.
ndio nimpata bahati, maandazi yote yameisha. Siwezi, najiona kabisa nakata tamaa. Duniani kuna matajiri na maskini, na wote wanaishi, na hii yote ni mipango ya Mungu. Sisi ni kina nani? Ni kweli mdogo wangu. Vipi, umekunywa chai? Hapana, ndani hamna kitu chochote, hamna unga, hamna sukari, hamna hata kitu chochote. Yani ndio nasubiri wewe urudi ili tujue tunafanya nini. Sawa. Chukua hii hela, nenda kanunue mkaa, kanunue na unga nusu. Muda saizi mdogo wangu umeenda, kwa utakavununua hivyo vitu tuje tusubirie chakula cha mchana. Sawa? Sawa dada, hamna shida. Hivi unakumbuka ile siku ile ambayo nimekuja na maandazi hapa nyumbani? Lini? Aha, ile siku ile ya maandazi yako machafu. Basi mama yangu, yani huna dogo kabisa. Yani huna dogo kabisa mama yangu. Ulinikera ile siku ile. Yani mtoto unakuwa Karimu. Si unakuwa na akili gani muda mwingine? Ile siku ile nikasirika ile. Hujajua tu. Lete utamu wa maandazi. Mama, sita jinsi tabitu ni nguzo yetu mama yangu. Maana mambo yako hatari. Iko hivi. Mama, niko serious. Yani kiukweli kabisa, ile siku ambayo nimerudi nyumbani na maandazi, yule binti ambaye muuza maandazi nikutana naye, nilimuona hivi, yani katokea kunivutia sana. Nimempenda sana mama yangu. Nisamee tu bure. Yani naona kabisa yule binti anafaa mimi nimuoe. Alhamdulillah, asante Mungu. Karimu mimi. Karimu mwanangu, katika siku zote. Yani leo umeongea neno kabisa limeniingia katika moyo kabisa, nalisikia pachu. Yani inawezekana kabisa mko wangu mlete hapa, nije kumuona mapema, tena umuoe kabisa. Limeisha. Asante jamani, mtu bibi mimi jamani. Yaani ili swala alifikiria kila siku kichwani kwangu. Yaani leo umeongea mwenyewe. Fanya haraka. Dada. Simako naita. Nani wanapiga? Mbona sijui namba imekuja tupu. Okay. Halo. Safi, kwema? Nzuri. Nime kumbukumbu sasa, ndo wewe ndo yule au yule ulonipa 5,000 usiku ule hujachukua change? Bila shaka unaulizia maandazi. Nakusikiliza. Sasa kakaangu, wewe ndo siku ya kwanza kuonana na mimi unijui na mimi wewe sikujui. Unakurupukaje kusema kwamba eti umenipenda kweli? Kwa hili sitoweza kulijibia kwa leo. Tuliongelee siku nyingine tafadhali. Sawa, nimekuelewa. Salama ndugu yangu. Mbona kama una wasiwasi?
Amna. Ni salama tusema. Kuna mkaka nilimuuzia maandazi juzi hapa. Sasa alichukua namba yangu ndo akanipigia. Sawa. Haya basi ngoja niende nani. Haya. Haya. Baby. Unaenda wapi sasa jamani? Sasa hapa mimi nakaa nafanya nini? Wewe nimekuja hapa nakwambia hivi nifusie mazingira ili mambo yangu yakakae sawa. Unaniambia dadi atafanya nini? Oya mimi najikataa. Hapana mpenzi wangu. Nimeongea na dadi hapa. Ameniambia ipo kwenye kikao, akitoka ananitumia. Wasikia? Hii nakupa kodi. Sawa? Nakupa siku hii moja tu. Kwangu mimi penzi pesa. Mengine huaga simaindishi. Tili tala hula tuondoke. Umekasirika mpenzi wangu. Kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Odi. Wenyewe. Karibu. Asante. Shemeji. Vipi? Safi, shikamoo. Malabo jambo? Sijambo, karibu. Wazima kabisa? Si wazima. Sawa. Dadako nimekuta? Yupo ndani. Basi naomba niitie. Shida. Karimu. Vipi? Nilikuwa tunakunja nguo huko ndani, nilikuwa nimefua. Okay. Sawa, basi kuna kijizawadi kidogo nimekuletea hapa, ujaribishe. Sawa, asante. Nakuja. Haina shida. Wow. Umependeza. Asante. Karimu. Ndio. Hizi nguo si za bei sana. Hamna, kawaida. Unajua wewe ni mpenzi wangu. Lazima nikupendezeshe ili uweze kunoga zaidi. Sawa mpenzi wangu? Sawa, nimekuelewa. Alafu kwenye ule mfuko ulioniwekea hizi nguo nimekuta kofia yako. Basi, yani nikoshasahau kabisa. Asante. Asante. Sasa nimekufuata leo. Twende mimi na wewe nyumbani kwa mama kuone. Karimu, mimi nilijua jana unatania, kumbe ulikuwa unamaanisha. Mimi niko serious. Nikutania ili wewe jamani. Mimi niko serious. Kwa hiyo jiandae tuondoke. Basi sawa. Twende. Naona leo umekuja na mgeni. Mama. Mama. Huyu ndio yule binti ambaye nilikuwa nakwambia siku zote. Ndio huyu hapa mama yangu. Sawa. Karibu mwanangu. Asante sana mama. Karibu, jisikie uko nyumbani, jisikie uko huru hapa kwako. Nishakaribia mama. Shikamoo. Marhaba. Vipi nyumbani, hamjambo wote? Sisi hatujambo, sijui nyinyi hapa. Mimi nashukuru Mungu. Mzima tu. Nifa. Huyu ndo mama yangu na hapa ndo nyumbani kwetu. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Asante, nishakaribia. Haya. Karibu sana mwanangu. Asante sana mama. Nisikie uko huru hapa kwako. Vipi? Baba na mama nyumbani labda mnashughulisha nini wenzetu huko? Mimi hapa nauza maandazi. Na baba yangu na mama yangu walifariki tukiwa sisi bado wadogo sana. Walituacha mimi na kaka yetu mkubwa na mdogo wangu. Na yeye pia kaka yetu alifariki siku si nyingi, kwa hiyo nimebaki mimi na mdogo wangu. Pole sana mwanangu. Mipango ya Mungu, nishapoa mama. Na chuo nacho umemaliza mwaka gani chuo? Chuo. Mama. Sasa maswali gani jamani tunamuuliza kama mgeni? Haya mambo mengine siku nyingine utamuuliza mama, lakini sio sasa hivi kila kitu muulize hapa, haipendezi. Wewe unazungumzaga nao. Kuna mimi kaja hapa leo na mimi nizungumze naye, tuelezane vizuri mwanangu. Mimi nimeishia darasa la 7.
na fani labda pengine labda saluni au sasa siku hizi watu wanatengeneza keki nini, unaweza kufungua biashara yote ya kujiendeleza maisha. Kazi yangu kubwa mimi ninaoifanya, nauza maandazi. Ndio inatuingizia kipato cha mimi na mdogo wangu. Mpaka tunakula na maisha yanaenda. Karimu, mara ngapi niongee unisikie mama yako kitu gani nataka? Kitu gani nahitaji hapa nyumbani? Unaenda kubebana tu huko, unakuja kuleta watu hawajielewi, hawana maadili yoyote. Hamna elimu, hana ujuzi wa aina yoyote. Maskini unawaleta hapa machakula. Karimu mwanangu, hivi unanikosea sana mwanangu. Unaniletea mtu hana elimu, hana pengine yani hata pengine yani digrio yote kichwani, pengine ya bana ujuzi, hana chochote, yani yupo tu. Unaenda kukuta tu mtaani unaleta hapa nyumbani. Hivi unaona nyumba kuleta machakula yako wewe? Nani unaleta huyo maskini mkubwa? Binti, samahani. Na kuomba utoke hapa nyumbani kwangu. Uondoke. Unaona? Alafu huyu mwanangu, ona kama sumu kwako. Sitaki tena uwe na mazoea naye. Wewe uongoza hapa nyumbani, unaomba uondoke. Binti tafadhali. Hebu unanisikia? Naomba uondoke. Hata kufungua mlango hawezi maskini. Karibu mwende kitu gani hiki? Mama, lakini mbona unanikosea lakini? Mama, uone kama unanikosea mama hii? Hii ni kunivunjia adabu na kunivunjia mimi heshima mbele ya mtu wangu. Mama, unashinda kuwa hata mvumilivu hata dakika moja tu. Kuvumilia dakika moja tu unashinda kweli mama. Kwa nini lakini unakosea? Kwa nini? Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa yamefifi. Tuaina gani jana? Elimu ndio msomesha. Gharama nilizotoka na madada nyumbani yale anakuja kumlisha mwanamke. Hana elimu, hana ujuzi wa aina yoyote, atamshauri kitu gani? Watafanya nini? Karimu, amenikosea sana mwanangu. Nimekumisi sana mama mtu. Nimekumisi pia mpenzi wangu. Yaani tangia ile siku mpaka leo. Muda mwingine nahisi kama unanichiti. Mimi kukuchiti siwezi. Kweli baby. Kweli. Nakupenda sana. Napenda pia. Ila Boni, kuna muda unakuwa mkali mpaka na kuogopa mpenzi wangu. Ukiomba ile unataka muda huo upewe. Kweli baby. Nakwambia kitu kimoja mama mtu. Mimi siku ile kidogo kuna mambo yangu nilikuwa nataka nikaeke sawa. Alafu ndo maana unaona ile nikana kupeleka lesi nini selenge, si unajua zile. Sawa mpenzi wangu. Ila mimi unaniuzi kitu kimoja. Tukigombana kidogo, unakimbilia tuachane. Hivi uogopi kunipoteza mimi au unipendi? Sikia. Nakupenda sana mama mtu. Nakupenda pia. Yaani kiufupi, mimi siku ile nilichanganyikiwa ile kinoma noma. Sasa na wewe ulivyokuja vile unanipangilia ndombolo nini, ndio maana ukaona vile. Ila nikwambie kitu kimoja. Mimi kwako sipindui. Na nakupenda ile kinoma noma. Kweli. Si mwenete. Huyu mama huyu nikimpokelea hapa tutaongea mpaka asubuhi. Nitamcheki tu baadaye, hamna shida. Kweli. Kweli mpenzi wangu. Tuende basi. Haina shida. Ni kweli sifai kuwa kwenye familia yenu Karimu. Hapana, nipa mpenzi wangu. Usiongee hivyo na kuomba. Mimi sijasoma. Ni kweli mimi ni masikini.
bado uzee unamsumbua ule, ndio maana akaongea hivyo, lakini mimi ndio nakupenda. Nielewe mimi, mapenzi sio pesa. Mapenzi ni hisia za mtu ambazo zipo ndani ya moyo wake. Mimi nimekupenda, mnizika naye kwa kila hali. Shida iko wapi? Tambua mama yangu mimi kidogo akili yake iko sawa, lakini umeelewa? Mimi nafanya nawe kwa sababu nakupenda. Naomba unielewe. Please, turudi nyumbani tafadhali. Karim, unanipenda? Ndio nakupenda mpenzi wangu. Naumia, yale maneno ni makali sana kwangu. Naumia. Mimi sikupenda kuwa katika hali kama hiyo, Karimu, naumia. Sawa, najua, lakini mpenzi wangu, nakuomba Nifa, niko chini mguu yako, nakuomba turudi nyumbani. Sasa huko unakwenda wapi? Ishi maisha ya Karimu. Utakuwa sasa kwenye macho yangu. Sitaji mtu yote mimi sasa hivi, naomba niache Karimu, niache. Karimu, ondoka. Sawa. Naona nikonja panda mana sielewi roho inaniuma. Au niende kwa waganga wakapige tunguli uende kawa vyema. Nikikumbukia ya jana nalia, moyo unauma sana, naumia. Hivi mama, huu ubaguzi nyumbani kwako utaacha lini? Kanaishia hapo. Hivi unaona hapa nyumbani kuleta machakora au watu wa mitaani kwa bebana nao kuleta hapa nyumbani? Mama yangu, unashinda kuwa hata na hofu ya Mungu. Yaani kwa nizungumza mama kama ale mbele ya dada yule pale, unafikiri anajisikiaje yule? Anajisikiaje? Ya vyote vile atakavyojisikia, mimi sijali. Mpaka pale mwanangu tupata mwanamke bora, mwanamke wa maana, atakusaidia. Kwa hiyo mama yangu umelizika, si ndio? Umelizika kwa ile mambo umefanya pale, umelizika? Bado sijalizika. Mpaka pale mwanangu utapona mwanamke bora, mwanamke wa maana atakakusaidia wewe. Mnapangua mwanamke msomi, mwenye maadili, mwenye mawazo kwenda juu. Yule maskini atakusaidia nini? Ana elimu gani? Hivi na sasa mwanangu elimu. Karimu, usomi wote huo. Nisikize kwa makini. Kama mimi mwanao Karimu niliamua kumchagua Nifa kwa kuchagua mwenyewe bila kulazimishwa, basi mimi ndiye nitakayemwoa Nifa na sio mtu mwingine. Tutaona. Mimi si mama yako, tuone kama utakuja kumwoa. Nikonja panda mana sielewi roho inaniuma. Unaleta huyo maskini mkubwa binti, samahani. Na kuomba utoke kwa watu wako. Uondoke. Unaona? Alafu mwanangu, ona kama somo kwako. Niongee, unisikie mama yangu. Kitu gani nataka? Kitu gani nahitaji hapa? Kumbe uko hapa. Dada. 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 Umepatwa na nini dada yangu? Mbona toka jana nakuona umenyongea? Umepatwa na nini? Hauko sawa kabisa. Unanichanganya mdogo wako. Niambie kuna shida gani? Devota, kwani wale matajiri wamempa nini Mungu? Bado sijaelewa maana ya maneno yako.
naomba uniambie nielewe. Devota, tumekosa nini katika hii dunia? Baba na mama walituacha tukiwa wadogo sana. Walituacha katika mikono ya kaka. Kaka yetu ndo alikuwa tegemeo letu sisi. Lakini Mungu akaona haitoshi, akaamua mchukue na kaka. Hapana dada, usiongee hivyo. Mimi sipendi useme maneno hayo. Nimekuelewa mdogo wangu. Nimekuelewa. Devota, unakumbuka jana Kalimu alikuja hapa nyumbani nikaondoka naye? Ndio nakumbuka. Ilikuwaje? Kalimu alinipeleka nyumbani kwao. Nilipofika kwao akanitambulisha kwa mama yake. Lakini naumia. Mama yake akaanza kuniuliza kwetu tunajishughulisha na nini. Mimi nikamwambia mimi nafanya tu biashara ndogo ndogo, nauza mandazi mtaani. Tulikuwa tunaishi na kaka yetu akafariki. Afu naniu alipomaliza akaniuliza mimi nimesoma chuo, nimemaliza mwaka gani? Mimi nikamjibu nimesoma. Mama akanifukuza. Usilie basi, usilie dadangu. Naumia. Naumia. Mimi sikupenda kuishi ala 7 kutokana na maisha yetu magumu. Wakunisomesha hakuna. Naelewa dada maumivu yako, lakini usilie sasa. Naumia. Hapana dada, usilie. Hapana, si sawa. Devota, ukuta wazazi wetu wamefanya dhambi kubwa sana kwa Mungu, na ndio maana adhabu tunaipitia sisi. Kwa nini kila kitu sisi? Kwa nini? Huenda hiyo ni mipango ya Mungu. Huwezi jua, huenda Kalimu sio chaguo lako dada, usijilaumu kwa hilo. Inawezekana adhabu ya wazazi wetu tunailipa sisi. Hapana dada, usimkufuru Mungu, hiyo ni mipango yake. Ndio. Naelewa. Moyo wangu unajeraha sana. Hapana dada, usimkufuru Mungu. Yote ni mipango ya Mungu. Na yote tunayopitia kayapanga yeye. Sisi ni kina nani? Najiona sina thamani yoyote. Mimi naumia. Hapana dada, inatosha dada. Devota, nakupenda mdogo wangu. Sawa dada yangu, nakupenda mdogo wangu. Sawa dada. Wewe ndo mtu pekee katika hii dunia ambaye unanijua mimi, ambaye unanipenda mimi, sio mwingine. Hamna Devota, hamna. Naelewa dada. Dada, unanieleza na mimi. Nyamaza basi. Inatosha dada. Karibu sana mwanangu. Asante mama. Yaani nilivyoona simu yako tu nikajua kutakuwa na issue. Kweli mwanangu, kuna kitu nataka unisaidie mwanangu. Usijali mama. Hivi Sanda, unamfahamu yule kijana Kalimu?
Yes, namfahamu. Kafanyaje mama? Umefuata nini? Nifa, najua nimekuuza sana mpenzi wangu sana. Najua utamani hata kuniona kwenye macho yako, lakini kumbuka mimi nakupenda. Nisamehe sana kwa yote ambayo imetokea. Nakuomba please. Karimu, unaweza ukajaribu kuibeba nafasi niliyopewa mimi na mama yako hata kidogo? Mama yako amenidhiaki, mama yako amenisimanga, amenipa maneno ya kila aina. Mpaka leo mimi najiona si kitu, si lolote katika hii dunia. Hivi ungekuwa ni wewe ungefanyaje? Najua kweli nimekosea, lakini tambua mimi sijakukosea, mamangu ndiye amekosea. Unahisi naweza nikakukubalia hivi kirahisi tu? Najua, lakini naomba unisamehe. Tambua hakuna mtu ambaye anampenda kwenye Mungu kama wewe unakupenda. Nakupenda sana. Eti kunipenda? Wewe unajua nini maana ya kupenda wewe? Dada, wewe una roho gani? Mkaka watu anakupenda, hebu uelewe basi. Na wewe mfuata nini hapo? Hebu shika nenda kaninulie ngano. Natoka hapa. Kumbea tu. Kitu usichokijua sitakuja kukusamehe. Na wazo hilo liondoe katika akili yako. Wewe na mimi tulimalizana pale siku ambayo mamako alikuwa ananinyodoa mimi. Kwani matajiri wenzio waoni? Wasomi wenzio waoni? Achana na maisha yangu. Baki na amani na mama yako. Nifa, nakuomba mama, nakuomba, lakini nakuomba chonde miangu, nakuomba. Naomba uondoke Karimu. Nifa, nakuomba lakini. Karimu, ondoka. Mimi sikuhitaji tena. Yaani ondoka na usije ukazania kwamba nitakuja nikusamee. Naomba uondoke. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa ya. Kwani ni watu gani? Nani alikuja na kuchukua nafasi? So kafanyaje? Nahitaji ya kuoe. Yaani wewe kama mwana wangu. Kipindi fulani ile swali nimeshakugusiaga, ila sikuwa serious nalo. Sasa hivi niko serious. Sawa mama. Lakini mama, Karimu ana hata chembe za kunipenda hata kidogo. Kila nikionana naye muda wote yuko busy tu na mambo yake. Sanda, wewe ni msichana, isitoshe msomi. Una kila kitu cha kumtega mwanangu Karimu. Hivi utashinda kujiongeza kweli? Sawa mama, mimi nitajitahidi. Sio nitajitahidi, naomba ufanye kweli. Yaani kuanzia sasa anza kumtumia business. Yaani ukimwona jipitishe, kuchatichati nayo, vineno vitamu vya kumwambia, kujiangaisha nini? Unajua mwenyewe wewe si msomi, utashinda kujiongeza kweli mwanangu? Sawa mama. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa yamefika. Oya, vipi mama? Ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa kitana na chiziboti. Usitaki kuniambia ulikuwa unacheza kamari. Oya, mama hizo achana nazo. Vipi msosi upo? Mimi sijisikii kula, sijui muuze dada jikoni. Oya, inakuwaje sasa ujisikii kula? Afu mimi nishazoea kula na wewe. Shida nini? Wewe achana naye tu. Oya, wewe mama mtu usitaki kutibua ndonga ujue. Wote kutibua ndonga. Unataka kutibua ndonga. Inakuwaje? Kwa nini unachukuliaje wewe demu? Nani alozingua? Nani aloleta serenge ambazo hazieleweki? Niambia, chapo nikatibue. Oya, nakusikiliza wewe ujue. Nani? Kuna mama kule anataka mwanae anioe. Hiyo mipatikula ipo. Hela ipo. Ipo. Babake na babangu walikuwa marafiki hapo kabla. Asa unafeli wapi mama mtu? Oh, sikia. Cha kufanya kitu kimoja tu. Wewe nenda kaolewe. Sawa. Miezi kadhaa, piga hela ya maana. Alafu tunaondoka zetu tunaenda kujichimbia mbele huko. Ila kama kweli mai. Acha kufeli. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito.
macho yako ya furaha sasa yamefifi. Nani alikuja na kuchukua nafasi mia? Karibu. Shikamoo. Baba. Unawaza nini? Hivi, unaweza ukaniambia kule umeenda kufuata nini? Mama, yaani nimechoka kabisa na maswali haya kila siku. Kwa nini lakini mama? Hey mama, kwa nini upendi kuna mwanao nikiwa na furaha? Kwa nini lakini? Furaha hii tunazungumzia wewe. Furaha kwa na mchokola wako huyu. Huyu takataka huyu. Ndio furaha unazungumzia wewe. Hivi una elimu gani wewe? Ubongo wako unashinda kufafanua kwani? Mbona pambanui katika elimu yako ulosoma? Mama, nakuheshimu sana. Nakuheshimu sana mama. Lakini msimamo wangu uko pale pale. Siwezi nikamwacha Nifa. Nifa ndio mwanamke wa ndoto zangu. Nifa ndio mwanamke ambaye nimemchagua mwenyewe, sikulazimishwa. Nadhani wanisaulishi mimi ni nani kwako. Hata kama mama haijaishi, wewe utabaki mama yangu mzazi, lakini mimi nitabaki mwanao Karimu. Na uwezi kuingilia mpango wangu ambao mimi naamua kufanya, wewe uniingilie. Kwa nini uniingilie mpango wangu? Kwa nini? Kwa nini uniingilie maamuzi yangu? Safi sana. Yaani unanipandishia kifua yani. Unanikomea sauti yani. Karimu umekuwa Mama, msomo wangu nadhani umeelewa mpaka dakika hii. Nini namaanisha? Lazima niwe na Nifa. Nifa ndio mwanamke wangu. Nifa ndio mke wangu mtarajiwa. Nimemaliza. Wewe umekuwa sasa unanipandishia kifua. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa yamefifi. Sitaki bana mimi niache bana. Kwa nini nitakupokea simu? Mimi bwana simtaki, mimi siendani naye kwanza hata simuelewi. Ana force tu mimi niwe naye, mimi siwezi bana. Mimi sina hata hisia naye bana, mimi sitaki. Hivi nikuelekeze mara ngapi? Wakati kila kitu nishakuelekeza. Wewe kinachotakiwa sasa hivi ni kuachuna tu hizo hela. Papa aseme nini? Hayo maswala hisia za nini tena? Lakini Mai, unaongea kama vile demu rafiki yako. Hata unionee hivyo. Kwa nini lakini? Mimi sipendi wewe unanikwaza. Kwenye hilo sina uhakika kama unajua mimi nakupenda. Na sijui kwa nini hujiamini wewe mwanamke. Basi, mimi nitafanya hivyo. Lakini nafanya sijui hata mwisho wake nini. Natupa jiwe tu gizani mpenzi wangu. Usiwe na wasiwasi kuhusu. Niachie mchezo mimi mwenyewe. Nitajua jinsi ya kucheza. Sawa? Wewe mpenzi. Na ni mama kupenda. Master plan wangu. Umekucha. Nipe asubuhi basi. Odi. Mwenyewe. Karibu.
Unaweza ukaniambia umefuata nini hapa? Nifa, najua nimekosea sana mpenzi wangu, nimekosea sana. Lakini kikweli kabisa mimi sio kosa langu. Unafahamu jinsi gani nakupenda Nifa. Naomba tu nisamehe mpenzi wangu. Yule aliongea maneno yale ni mama yake nani? Najua ni mama yangu mimi hapa, najua. Lakini tambua mimi ndio nakupenda na mimi ndio nilikuchagua wewe Nifa. Kwa hiyo mimi hapa nanukumu tu bure, sina kosa. Naomba nisamehe Nifa, niko chini ya miguu yako. Naomba nisamehe sana. Nisamehe mpenzi wangu. Hivi nyinyi matajiri mnajikuta kina nani haswa? Kwa nini hamjali hisia zetu sisi maskini? Haiko hivyo. Mimi nimekupenda kwa kila hali. Sijapenda umaskini wako, sijapenda utajiri wako. Nimelizika na wewe Nifa. Mimi niko tayari na wewe kufanya maisha, niko na wewe bega kwa bega, niko tayari kwa safari mimi na wewe. Lakini mimi Nifa nikikosa naumia mwenzio naumia. Naomba nisamehe mama, niko chini ya miguu yako, Nifa. Basi ili lisijirudie tena, yani iwe mara ya mwisho, kwa sababu mwenyewe naumia na moyo. Sawa, nimekuelewa. Nimekuelewa mpenzi wangu. My eyes missing you, my feeling loving you, my head needing you, my mind carrying you, my heart just for you, baby. Nimefurahi sana mwanangu. Nikubalia ombi langu kutoka hapa nyumbani. Mama, mimi naanzaje kukataa? Mimi mwenyewe nilikuwa naisubiri hii nafasi kwa muda mrefu sana. Nampenda sana Karim mama. Sasa tunatumia akili yako. Ufanye juu chini ili Karim aweze kukubali. Sawa mama, lakini mama, mbona Karim hana hata chembe za kunipenda? Kila nikiona naye muda mwingi uko busy na mambo yake. Wewe msomi, tumia akili yako. Nilichotaka mimi aingie kwenye mtego wako. Nitaweza kweli? Oh wow, karibu. Asante. Hey, Karim mwanangu. Mbona umechelewa kurudi baba yangu? Mama, foleni ilikuwa nyingi sana njiani, ndio maana nimechelewa kufika nyumbani hapa. Haya mwanangu. Mama, mbona Karim mwenyewe kama simuelewi? Nitaweza kweli mama yangu? Hii ndio kazi iliyokuleta hapa. Fanya juu chini, hakikisha aingie kwenye mtego wako. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha Dada, shikamoo. Devota, unaweza ukaniambia umelala wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu dada, tulikuwa tunaangalia movie. Na mule ndani kuna mitaa mingi, nakuja kushtukia giza lishaingia. Nikashindwa kurudi, nikaona nilale, ndo nimerudi sasa hivi. Ulishindwa hata kunipa taarifa? Rafiki yako si ana simu? Namba yangu si unaijua wewe kichwani? Uliamua tu kwamba nimkomeshe dada mimi nalala hata nifanya chochote. Uliamua. Naelewa, nimefanya makosa sana dada yangu. Naomba unisamehe. Unahisi msamaha tu utafanya nini kwangu? Yaani wewe unafanya kosa huko. Unafanya kitu makusudi. Unajua eti nitaenda kwa dada nitamwomba msamaha. Kwa sababu mara nyingi zote namuomba msamaha na nisamehe. Kweli Devota? Kwa nini unionee huruma? Kichwa changu kitawaza mambo mangapi? Nipunzishe basi dada yako. Nipunzishe hata siku moja tu, nipunzishe Devota.
Nachoka. Mbona unafika mbali sana dada yangu? Haijirudii tena. Siwezi kurudia na kuahidi. Yaani inafika stage na kuchoka Devota. Natamani niongee kwamba yaani natamani yaani mpaka nakosa cha kuongea juu yako. Hivi nikisema najuta wewe kuwa mdogo wangu utajisikiaje? Eti utajisikiaje? Sawa. Si umeamua? Sawa. Nenda ndani. Nitokee mimi hapa bwana. My eyes missing you, my feeling loving you, my head needing you, my mind carrying you, my heart just for you, baby. Niache! Mtuma, nini umefuata huko ndani? Nakuuliza umefuata nini ndani huko? Nimekuja kukwambia chai tukanywe. Sawa, nenda nakuja, toka hapa. Lakini nikujali tu. Toka. Karibu mwanangu. Nadhani umemwona Sanda. Nimekuta hapa, naomba unisikilize kwa makini kijana wangu. Mama, yaani kama kuhusu Nifa, naomba niache nikapumzisha akili yangu. Mimi siko kwa kabisa aka. Nadhani umemwona Sanda, binti mzuri, mwenye elimu yake, mwenye shepu zake, mwenye maadili yake. Usitakufaa mwanangu kumuoa wewe. Mama, nadhani unafahamu kila kitu kuhusu Nifa. Siwezi nikabadilisha msimamo wangu hata siku moja. Nifa ndio mwanamke wangu. Tafadhali, naomba nieleweke. Mwanangu, Karimu, baba yangu. Nimchagulie mwanamke bora, mwanamke mwenye maadili, mwanamke msomi, mwanamke ana nidhamu zote zinazojulikana za mwanamke. Na sio ule mchafu, mwanamke chokolana mtapa wa nini Mwanamke huyu mwangalie mwanamke ana maadili yote. Unafaa muoe huyu mwanangu. Karimu jamani, relax kwanza. Kwani mimi nina kasoro gani? Kama familia yetu unaijua vizuri CV yao. Shida nini hapo? Nisikizeni kwa makini. Tena mnaomba mnisikize nyinyi wote. Mimi siwezi kubadilisha msimamo wangu hata siku moja. Na Nifa ndio mwanamke wangu wa maisha yangu yote. Na hatuwezi kulazimisha maji kupanda mlima hata siku moja. Nadhani mpaka hapo mtakuwa mmenielewa. Bwana vipi? Kama kawa mwanangu. Au sio? Ya. Oya vipi kuhusu APC yako? Nani yule bonge la demu yule? Yule miayusho mwanangu. Wezi amini mimi nimepiga chini. Unapiga chini? Piga chini babu. Oya umefeli babu. Ndio hivyo babu. Afu umenikumbusha kitu babu. Vipi kuhusu ile manzi yako wewe? Nani Usandra? Yeye shemeji yangu yule. Yule mtoto ni Yusho mwanangu. Si unajua zile mimi sio pigo zangu yani. Ila dogo ananielewa ile kinoma noma. Si unajua? Ila mimi simuelewi watoto bonga mimi sio pigo zangu yani. Sikia sasa mwanangu. Mimi najua yule dogo anakuelewa kinyama yani, au sio? Wewe kama vipi? Wewe umkubali. Fanya mpango. Piga mahali zile kabla wazazi wake hawajarudi. Maana akisharudi pale kwenye ule mjengo, babu wewe uingii ukiwa hivyo. Ila kama umeongea kitu mwanangu, shauri yako. Wakati ndo wapo babu. Oya ngoja tupige hela. Au sio? Si unajua bigilide hizo chao nakukubali babu.
Devota. Unajua hapa na chat na Karim. Wewe anasemaje? Kwanza ameniuliza uko wapi. Nimwambia si tumekuja kisimani kuchota maji. Ananiambia sawa. Choteli mimi mkirudi nyumbani mnanikuta. Yupo ndani yupo kalala. Kule nyumbani kwetu? Kaingia moja kwa moja. Hapo eti anaambiaje? Amekuja na mabegi yake, amekuja kukaa na sisi eti. Hataki tena kwenda nyumbani kwao. Amechoka kero za mama. Wewe usiniambie. Kweli dada? Ndio hivyo niambia, ila yule bwana mzee wa masiara anaweza akaongea hivi afu kumbe hamna. Maana simwambie naye matani mengi shemeji yako. Atakuwa kaja kweli. Changamka eti ondoa haraka nijaze tuondoke. Naona unavompenda wewe shemeji yako. Halo. Mimi naona mpango kama vile sidhani kama tutafanikiwa. Mamtu, wewe kinachotakiwa hapo kuendelea tu kumtegatega huyo. Fanya kila unaloliweza. Sawa? Ili malengo yetu yatimie. Nisikie sasa, shida sio kumtegatega. Shida huyo Karim mwenyewe amebeba mabegi hapa ameondoka. Sijui hata anaenda wapi. Na inapoonekana sidhani kama anarudi. Yaani kama vile amehama fulani. Sasa hapo inakuwaje tena mamtu? Sasa kama amefanya hivyo, amebeba mabegi yake ameondoka, sasa tutaweza kutimiza kweli malengo yetu? Nikaona bwana nikwambie, niambie mimi sasa tunafanyaje? Lakini wewe si upo hapo? Mimi nipo hapa sasa, najisikia kama vile nirudi nyumbani kwa sababu mtu mwenyewe ndio hivyo ameondoka. Mimi nakaa nafanya. Wewe sikiliza mamtu, wewe cha kufanya kitu kimoja. Endelea kubaki hapo hapo, usirudi huko. Kweli kweli. Basi sawa, inashikiliza. Sawa bibi wangu. Nakupenda pia mamtu. Bibi umeanza. Mimi mwanzo hapa nimechoka. Nitoka kutembeza zangu maandazi huko nimechoka. Na fikicha tu hapa mradi siku ziende. Ushaanza. Tatizo lako hujawahi kunionea huruma hata siku moja. Nikisema Dada, mimi natoka naenda kwa rafiki yangu. Yaani Devota mdogo wangu umeanza. Yaani wewe ukishakula tu na kushiba. Kazi yako hiyo kila mara naenda kwa rafiki yangu, naenda kwa rafiki yangu. Unataka siku moja useme nikae chini nimsaidie dada kazi? Hamna. Chukua ndo hapo uende kuchota maji. Bwana dada, mimi nimechoka lakini mbona unanifanyia hivyo? Njoo chukua ndo uende kuchota maji hapo. Yaani dada, kwa hilo utanisamehe. Mimi hata siendi. Wewe nyanyuka tu, chukua ndo kachote maji, mimi nachelewa. Yaani tuliahidiana saa 9 ndio nimeshafika. Mpaka sasa hivi mimi sijatoka, nimeshachelewa. Mimi naenda dada. Unanikwaza Devota. Yaani unanikwaza mpaka nashindwa kukuvumilia Devota. Naomba uchukue ndoo uende ukachote maji. Nifa mpenzi wangu.
Hebu basi umwache aende. Shida iko wapi lakini? Mimi maji nitachota tu na shida. Hapana baby. Yaani wewe unamtetea shemeji yako. Kila kitu atakachokifanya wewe kazi yako unamtetea. Tunamwendekeza, unajua analema. Leo yupo na sisi, kesho yupo katika maisha yake. Mwache aende bwana. Wewe nenda. Mimi nitachukua maji mpenzi wangu. Mimi si nipo, shida iko wapi lakini? Baby mimi sijapenda. Sio hivyo baby. Kwa hiyo tuchukue maji au? Ndio, nataka maji. Sijali, nipo kwa ajili yako. Sawa. Hodi. Hodi. Karibu. 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 Siku tu viti hatuna. Karibu ndo. Samahani, Nifa nimemkuta. Nifa ndo mimi. Karibu. Ndo wewe. Wewe ni nani mwenzangu? Nimepata habari zako huko, unauza maandazi matamu sana. Asante. Lakini sura yako ni ngeni. Sijawahi kukuona kabisa. Ila ingekuwa vizuri ningejua ni nani mwenzangu. Unashauku kunijua sana wewe mpumbavu eh? Mimi ni mke wake na Karimu. Nimekuja hapa kukuambia niachie Karimu wangu. Sijui unanielewa? Hivi nyie wadada waliachini mkoje nyie? Hivi kwa nini sitafute saizi yenu? Tafuta mtu unayeendana naye kwenye hali yako. Sio unavamia tu wanaume. Hivi jinsi ulivyo hivyo. Hivi unaendana na Karimu? Mimi ndo naendana na Karimu na sio wewe kikaragosi. Angalia maisha yako kwanza. Jinsi ulivyo unavovaa mchafu muda wote. Hebu jiangalie kwanza hizo, angalia haya mazingira. Jamani Karimu kajuu kunizalilisha mimi. Maisha gani haya alokuja kutumbukia huku jamani kuchafu. Hapana. Yaani hapana. Sikiliza nikwambie wewe dada. Yaani kaa mbali na Karimu. Kaa mbali na Karimu. Nisije kukuona tena na Karimu. Kwani maskini wenzao hujawaona mpaka uje kuvamia? Yaani umemuona mtu basi ana gari, kavaa vizuri, saa nzuri, kapendeza. Unajua pesa zake kazipataje? Unakuja tu unakubugia. Wewe kazi yako kuuza maandazi na sio kuwauzia wanaume za watu. Kuwa makini dada. Sijui unanielewa hapo? Unajua unanichekesha wewe dada. Mimi nilijua umetoka kule, ulivyofika hapa. Jinsi ulivyopendeza mwenyewe. Mimi nikajua na akili yako itakuwa safi. Kumbe akili yako ni vumbi tupu eh? Unasemaje wewe mpumbavu? Tena chunga bakuli lako. Tena siku nyingine usije ukanijibiza. Ninapoongea usije ukanijibiza. Mimi sio size yako na sio level yako mimi. Sikiliza nikwambie wewe mdada. Usitake kuanzisha vita na mtu usiyemfahamu. Itakukosti. Nenda kamwambie aliyekutuma. Siwezi kuachana na Karimu. Ninampenda, ananipenda. Na kama hamna kazi za kufanya au hizo kazi mnazozifanya ziwaweki kuwa bize sana, nendeni mkatafute kazi za kufanya ambazo zitawafanya mtakuwa bize muda wote. Unanielewa eh? Naomba utoke. Toka. Toka mbele yangu. Huu ni mwanzo. Umetafuta vita na mimi. Huu ni mwanzo. Lazima nitarudi. Kondoa masuruali hayo pumbavu wewe. Mpuzi mmoja wewe. Unajua kwamba yule si mwanaume sahihi kwako. Alikuwa anakuaminisha tu. Hivyo unajielewa? Yaani wewe muokota makopo,
Sijui ulipotokea alafu unakuja kunishauri mimi kuhusu mapenzi. Maumivu nilionao unayajua? Hujui maana ya mapenzi alafu unakuja kunisimamisha unaniambia kuhusu mapenzi. Na kuelewaje? Umeshindwa kukuta makopo, si ndio? Umeamua udili na maisha ya watu. Dada. Wewe naye vipi? Mbona mbio mbio? Uko ulipotoka umeaga? Wewe nawe watagi tu umbea. Na ndio maana kifua hakikuachii mpaka sauti na kukauka. Unavomjua dada yangu hapendi nizurule ovyo ovyo. Hapa penyewe nimemwaga naenda kwa rafiki yangu unavyoambiwa. Nilikuwa na mwaga huku naondoka, hataki mchezo. Nginja na dela langu sielewi. Wewe tena kigona njia. Umpende dada yako. Anajielewa. Hawezi kamwacha mdogo wake kagula ovyo. Wewe nawe. Hebu kwanza sikia, vipi umepika? Maana njaa inaniuma. Wewe mwenyewe unaelewa maisha pale nyumbani. Sijala toka asubuhi. Nilijua tu mpenda kula. Kupika sijapika, ila kuna mkate. Hapo umeongea. Vipi uko peke yako? Hamna, nakaa na dada na shemeji. Ila dada ndo anakuja mara moja siku hizi. Shemeji mwenyewe kuja saa 8, saa 7 anakuja muda umeenda. Mwenzangu, sisi nikaenda kuchukua mkate huko nimekana ng'ang'anduka hapa sebleni mwenyewe kaja. Ukajikuta unakosa kazi kwa ajili yangu. Mimi sitaki akutokee hayo. Hamna bana na wewe usijali. Hivi ni nani aliyokuunganishia hii kazi? Natamani nipate kazi kama yako. Yaani wewe acha tu. Nilijua tu wewe tena usiulize. Yaani ndio maana kila siku nakwambia uje hapa ili siku dada atakapokukuta hawezi kukuunganishia kazi hata kwa rafiki yake. Hapo umeongea kitu chenye point. Na ndio maana mimi nakupenda. Wewe nikachukue mkate maana tumbo liko tunataka kula. Sijapika. Usije ukaumaliza. Wewe naye? Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa yamefifia. Nani alikuja na kuchukua? Unaweza ukaniambia unafanya nini hapa? Hapana dada. Natoka asubuhi ulikuwa wapi wewe? Nilienda tu hapo mara moja. Ulienda mara moja? Ulimwaga nani? Yaga. Na kuuliza unajiamulia siku hizi Hapana. Unajua nimepata tabu gani kukutafuta wewe? Alafu mimi nataka niende dukani. Nanyanyua miguu yangu natoka nyumbani, naenda dukani. Ikiwa wewe upo? Hivi si ningekutuma wewe? Unahisi samani inaweza ikasaidia? Sikiliza nikwambie wewe mpuuzi. Nataka nikirudi nyumbani nikute taarifa kamili. Kuwa toka asubuhi ulikuwa wapi? Mpuuzi mmoja wewe. Kazi kusimama tu ovyo ovyo na watu wa ovyo ovyo mataila sijui wewe sijui machizi sijui manini na sijui unawakota wapi wewe? Hivi umeanza lini hizo tabia wewe? Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa yamefifia. Nani alikuja na kuchukua nafasi? Deli. Karibu mume wangu. Wewe pia pole na kazi. Na njaa wewe acha tu. Jamani pole mume wangu. Vipi sasa nikuandalie chakula au unaoga kwanza? Yaani kwa jinsi ilivyo hapo. Nilikula nataka nikaoge alafu ndo nitakula. Basi sawa. Unaweza ukanivumilia nimalize hapa usuza hivi vyombo au njaa imekubana sana mama? Sawa, shida. Vyombo vyenyewe viwili tu hapa malizia. Alafu nimekumbuka. Hapo wakati natoa nguo mida ya asubuhi hivi akaja mdada mmoja. Huyo mdada alikuja mnene hivi mrefu kidogo. Kaja hapa, odi karibu. Fika karibu. Akaniambia Nifa nimemkuta. Nikamwambia Nifa ndo mimi. Akasema mimi nikamuuliza ni nani mwenzangu kwa sababu sura ilikuwa nyingine. Akanijibu una shauku ya kunijua sana wewe mpumbavu. Mimi ndo mke wake Karimu. Nimekuja kukuambia achana na Karimu. Sasa mimi alivyokuja na ile yake alivyokuwa anaongea vile mimi nikapaniki kwa sababu katoa nyodo. Upaniki nikamjibu. Nilivyomjibu kaniwasha kibao. Nikasema jamani nimechoka kuonewa. Na mimi nikarudisha kibao. Nilivyorudisha kibao nikampa makarama yake kwa nikamwambia kuanzia sasa hivi sitaki kuona hapa na aliyekutuma hivi. Yule dada akaondoka kwa hasira hapa. Huyu anaondoka. Yaani usitaki kuniambia kwamba mambo anafanya yote ni mama. Lakini unajua mama amekuchagulia mke mzuri. Ushaanza mambo yako. Yaani ushaanza kunikera sasa. Yaani
Mimi mke wake Karimu. Dada libonge hilo lina minyama yake. Hebu inuka hapo kaandae maji nioge niweze kula. Maana njaa inaniuma. Inuka nenda zako. Basi sawa. Ngoja nikakuandalie maji ndio kaoge nao. Sawa. Faster basi. Usijali. Wewe kicha vipi? Sinaongea na wewe. Ina maana njia yote hujaiona mpaka unakuja kunipamia hapa? Siku nyingine jichunge. Ukutana na hii sura. Nitakuja kukande makofi. Unanielewa? Wewe. Naomba vitu vyangu vicho. Vitu gani? Wewe. Nitakukumuta makofi. Vitu gani unavyovizungumzia? Wewe, nyinyi mnajifanya vichaa hapa mjini. Kumbe unaibia watu sio? Nipe pesa. Sikuelewa unazungumzia nini? Tabu namba. Gani hivyo? Muta makofi. Mama, kumbe nakuta muda wote upo huku nje umekaa. Niko mbali kwa mwanangu. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Yaani sijui mwanangu Karimu anafeli wapi. Usijali mama. Karimu ni wangu na atabaki kwa wangu. Kweli? Ya mimi sasa hivi nishaanza kwa tamaa kabisa. Mama, hivi unajua jana nilienda paka anapoishi Nifa? Umemkuta mwanangu Karimu? Sikumkuta, ila nimemkuta Nifa. Kwa pigo nililompa. Yaani Karimu akienda lazima atamtimua mama. Safi sana, umefanya kazi nzuri sana binti yangu. Yaani mimi kule nishaanza kupeleka pelelezi. Wampeleleze yule binti. Mama, na kama yupo kwake utafanyeje? Maana nilivyoenda pale jana, kwa jinsi alivyonijibu yule dada, yaani anaonekana amezoea sana vitisho mama. Yaani amenijibu sana vibaya. Yaani yule binti si kama atakosa kwa mchawi yule. Ameshamloga tayari mwanangu. Ile tabia kwa mwana barabara inaanza kuanza. Acha naendeleza. Yaani wewe uko, utakuja kuumuza vibao siku moja wewe. Chaji kwanza naanzaje? Unajua wewe tu ubadilike. Yaani kweli asili ya jipiti. Nimejua. Hiyo unanifurahisha wewe. Nikiwa nikipona sema mimi nafuraha. Si bora uenjoy. Niende kwa waganga waka. Naona leo umepatikana leo. Sio mbaya dada. Na uvivu wako. Wewe zangu vipi? Mbona kuwema hivi? Yaani Devo nimechoka. Na unajua nimetengeneza mandazi mtaa mzima, miguu yote hapa inauma, ina kazi. Hapo kweli lazima uchoke dada yangu. Maana unapiga mahesabu uzunguke mtaa mzima, uuze mandazi mpaka aje kuisha. Una haki ya kuchoka. Sema kikubwa tuvumilie, useni tukikaa tutakula nini dada yangu? Maisha yenyewe tulionayo. Ila Devo, leo nisaidie ukandangana. Maana wewe uchelewi kidogo tu. Dada naenda kumuona rafiki yangu, dada naenda kwa rafiki yangu, leo nisaidie ukanda mandazi, nachoka. Dada? Mimi nakujua tu. Muda wote natakaga unaniona na ndio maana umeniambia nifanye hiyo kazi. Sema hamna shida, mimi nitakanda ili wewe roho yako iliziki. Kwa unafikiri ukandangano tu? Yaani nataka mpaka kesho mandazi utembeze. Na mimi siku moja moja nipumzike. Nione huruma basi. Dada. Yaani mimi nilijua tu lazima uniambie hivyo. Wewe ndo wateja wamekuzoea. Sasa mimi ndo kwanza naenda kuanza, wananijua wapi? Shaka narudi na daily zima humu ndani. Wewe haya wewe. Watakuzoea. Kwani mimi wameanzaje vipi kunizoea? Watakuzoea tu. Yaani akiamua tena kesho inabidi uuze. Sema sawa. Watu wenyewe tuko wawili. Sina jinsi. Nitakusaidia. Utaenda kuuza mandazi wewe ujisikie raha. Alafu dada.
Hivi dada, unamkumbuka yule rafiki yangu Mary? Mary? Mary yupi? Dada? Kwa nini umemsahau kabisa? Yule dada alikuwa anakuja kipindi kile marehemu kaka anaumwa, kana anamsaidia kukoroga hadi uji. Yule Mary. Yaani kichwa changu kina mambo mengi. Nilikuwa tayari nishamsahau. Kafanyaje? Yaani dada, hapa ninapokuambia, Mary kapata kazi. Bosi wake ni mstaarabu, anampenda. Dada, ukimwona Mary utamjua. Mary sio Mary yule wa siku zote. Mary kapendeza kama sio msichana wa kazi. Hivyo jua hadi nimemwonea donge. Nilitamani kama ndo awe mimi. Maana yako ni nini sasa? Usitaki kuniambia kwamba na wewe unataka kwenda kufanya kazi za ndani. Umo kama ulikuwepo dadangu. Ikipatikana mimi naenda, au unasemaje dadangu? Mimi sina cha kusema mdogo wangu. Wewe sema na moyo wako. Yaani dada, natamani nipate bosi mzuri kama Mary, mwenye upendo, anayejali, anayekuwa ananipa uhuru. Alafu kingine, akati Mary ananisindikiza jana, akananiambia bosi wake anamwamini mpaka kachukua dokumenti zake kampa amhifadhie. Wewe uone raha dadangu. Devota mdogo wangu, katika hii dunia usije ukatamani maisha ya mtu. Unajua unaweza ukamwona mtu kwamba anaishi maisha mazuri ukayatamani, alafu kumbe nyuma ya panzia hujui jinsi gani anavyoishi. Unanielewa mdogo wangu? Yaani usije ukasubutu na kusisitiza na ulishike hilo. Sawa? Karibu. Nakuja, nisubirie, karibu. Marahaba Mary. Jamani karibu. Zama siku mdogo wangu. Nzuri. Jamani umeadimika. Nipo bwana. Ngoja basi nikuchukulie ndo. Si unajua viti hatuna ndani. Haya. Kaa hapo mdogo wangu. Asante. Siku zinaenda jamani, Mary umekupendeza hivyo, umekuwa mzuri. Kumbe Devota alikuwa anasema kweli bwana. Hivi unajua umependeza Mary. Jamani dada, asante. Kweli maisha kimaskini shida tu kwa kweli. Hivi dada, Devota nimemkuta? Devota nimemwagiza dukani mara moja. Muda si mrefu anarudi. Ngoja nimsubiri. Yani. Haya, na kivuruge wako ndo huyo anarudi. Devota mambo. Poa Mary, karibu kwetu. Asante. Nakuona. Na wewe kuacha kuunga hapa. Si ungeupitiliza moja kwa moja ukaenda ndani. Yaani dada, unionea hata huruma. Nimetoka huko dukani kutembea juani. Nimefika hapa kwanza nimekuta shoga yangu, afu nimwache nje niingie ndani wewe kuweza. Yaani wewe bwana akili zako wewe. Haya nitauingiza mimi. Wewe hata ulikuwa dukani. Maana mimi nilijua shenda za kukupuyanga, maana hiyo miguu yako yote tuliagi chini. Shoga yangu, unazani napuyanga kwa kupenda? Mimi mwenzako ninatembea, nataka nipate kazi kama yako. Unajua mimi nakuonea donge sana. Yaani siku zote nilishamwambiaga huyo rafiki yako. Namwambia Devota acha tamaa. Unaona? Ana tamaa, yani muda wote mwanzo akikaa ana kazi ya kukusimulia wewe. Mary kapata bosi mzuri, Mary sijui kampa sijui nini, mara Mary sijui kimeenda. Yaani kila mara aishi kukuongelea huyu mtoto. Mary, mwambie dada kuhusu bosi wako. Kila siku namwambia haniamini. Yaani bosi wake anamwamini mpaka kamkabidhi dokumenti zake. Muaminishe leo dada akuamini. Hataki kuniamini mimi hata mara moja. Mwambie sasa amini. Eti Mary. Kweli dada, lakini sasa kaniambia nisimwambie mtu yoyote. Hata shemeji yangu tu kakataa. Kwa hiyo ninachokiomba hapa, tunaongea hapa ishi hapa asitoke nje sije nikakosa kazi yangu. Yule ni bosi wako. Na pale ni nyumbani kwake. Yeye na wewe, yeye ni mkubwa. Kwa nini achukue dokumenti ya kukabidhi wewe? Hapo sasa dada. Ndio maana mimi nina mashaka na yule bosi. Siku hizi hata simuelewi. Mambo yake anayofanya kimya kimya. Alafu inaonekana kuna vitu anavyofanya ni vibaya. Ndio maana anaficha vitu. Kamwadi kunikabidhi dokumenti hizo na hisi kuna kitu hapo sikielewi. Sasa hapo mdogo wangu inabidi uwe makini sana.
kwa sababu hawa matajiri wanakuaga wakali sana saka pale katika upande wa mali. Unanielewa mdogo wangu? Nimekuelewa dada. Haya. Ngoja basi mimi niende. Devota, msindikize basi mwenzio. Mimi nimefurahi mdogo wangu kwa kuja kukutembelea. Hakika kumbe wewe unatukumbuka. Naye hataki kukaa kusubiri hata chakula. Hataki kula kwetu. Mimi nawahi Devota mmoja anajua mazingira nyumbani afaniambia nikae. Kwanza ataviweza chakula cha hapa. Chakula chetu tushazoea siku dagaa, tembele, ugali, sijui nini aueleweki. Yeye mwenyewe katokea huko dada. Wewe naye. Sende nini? Kwani huo? Mwenzio nyota ishawaka. Basi mdogo wangu kwa heri Angel. Abe mama. Shikamoo mama. Marhaba. Hivi, kuna siku shai kuingia shambani mimi nikiwa sipo? Hapana. Sijui kuingia chumbani mama. Kuna vitu vimepotea chumbani kwangu. Kuna mafaili yangu siyaoni. Sasa fanya usafi kote. Inawezekana yakawa yameanguka uvunguni. Sawa? Sawa mama. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka. Mary? Dada. Hebu choma moja. Mary. Zile documents nilizokupa. Please. Usije ukampa mtu yoyote. Na usije ukamwambia kitu chochote. Yaani hata wewe rafiki yako vipi. Usije ukamwambia chochote kuhusu zile documents. Unanielewa? Unaishi wewe na shemeji yako. Dasubiri nini kanipa hiki? Hapana. Umenielewa Mary? Nikuelewa. Na kuhusu ule mlango wa mbele, usije ukautumia. Sawa dada, safari njema. Kuwa makini Mary, sawa? Sawa dada, safari njema. Okay. Baby. Abe. Hivi shemeji yuko wapi? Shemeji yako utamuweza? Yaani kutwa nzima kuzurura. Ameenda huko kwa rafiki yake. Baby, wewe makini, unajua si ukamdanganya huko watu kwa balaa. Na yeye toka rafiki yake alivyomwambia kwamba bosi wake anamwamini sana, na kuna siku alikuja akamkabidhi document. Basi ndio toka siku hiyo kaachanganyikiwa, hakika kidogo tu dada mimi naenda kwa rafiki yangu, kidogo dada mimi naenda kwa rafiki yangu. Basi sasa nitafanyaje baby? Baby, hivi kweli kabisa bosi amkabidhi mfanyakazi wake document? Kweli? Mimi mwenyewe mara kwanza alivyoniambia sikutaka kuamini, kwa sababu mara Devota na unamjua maneno mengi, lakini kuna siku alikuja pa rafiki yake nikamuuliza eti Mary, kuna bosi wako eti amekukabidhi wewe dokumenti? Akasema ndio, ni kweli. Hayo madokumenti fake hayo. Shauri yenu. Labda kweli. Misi. Nifa. Naweza kufuatilia muda. Kumbe bado unapoishi. Mama. Shikamoo mama. Hebu angalia kwanza. Yaani binti yani maskini wa kutupwa. Maisha yako kabisa yani. Hii nyumba kwa binadamu kweli hii jamani. Usikurudia mwanangu wewe. Wewe ujulikani kama msichana au mzee hapo ulipo. Madela kutwa nzima. Mwanangu utamweza kishiwa yule. Mama. Lakini mpaka huku kuna nini lakini? Yaani mpaka huku unamfuata mtoto watu anashinda kuwa na amani kwa ajili yako. Kwa nini lakini? Atapata amani endapo pale atakuachana na wewe. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa yamefifi. Nani alikuja na kuchukua nafasi mia? Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito.
macho yako ya furaha sasa yamefifi. Nani alikuja na kuchukua nafasi mia? Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Karimu, Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Karimu, nimekukosea nini mwanangu mpaka kuamua kutoka hapa nyumbani Mama, utanisamehe sana kwa hilo mama yangu. Hakuna kitu muhimu kama kuheshimu hisia za mtu. Hakuna kitu kizuri kwenye dunia kama kuwa na amani na furaha kwenye moyo wako. Kwa hiyo nimeona kabisa mama yangu nikuache uwe na amani na furaha. Samahani sana kwa hilo. Umeshinda kuheshimu mawazo yangu. Nikaona bwana ondoke tu nikuache mama yangu kuwa na amani na si vinginevyo. Mimi mamako sikutakii mabaya, nakutakia kupata kilicho bora. Sina nia mbaya kabisa na wewe mwanangu. Ni kweli mama yangu unazungumza. Lakini kweli kabisa msimamo wangu uko pale pale. Siwezi kubadilisha maamuzi yangu. Kikubwa tu kama utanikumbuka utanipigia simu mama yangu. Nashukuru sana. Asante. Karimu. Unakwenda wapi mwanangu? Karimu. Baba yangu. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa yamefifi. Nani alikuja na kuchukua nafasi mia? Leo mboga Devota kavulonda. Yaani mbaya hatari. Mke wangu nawe tayari ushaanza maneno yako tena. Nimeanza nini? Yaani Devota akishaanza kupika, akiwa na tayari anataka kwenda kwa rafiki yake, lazima tu anatuharibia. Yaani wewe sema tu unapenda tu kumtetea. Mboga gani hata ndimu hajaika? Yaani hapo kwenye swala la ndimu namtetea kabisa. Kwa sababu ndimu ndani ikopo hamna. Hata ndimu ingekuepo, bado tu angejaribu. Kwa sababu tayari alishakuwa na process za kwenda kwa rafiki yake. Mimi napenda maneno wewe. Swala ndimu tu kidogo tu unakuja makelele namna hiyo jamani. Kukosea si bahati mbaya kupo. Haya. Nani tena? Dakula au tena. Halo? Unasema? Mama yangu amefanya nini? Hebu niambie kafanya nini? Niambie kuna shida gani? Niambie basi. Sawa nakuja hapo. Baby nani wewe? Huyu ni mfanyakazi nyumbani pale, dada wa kazi nyumbani. Kuna nini? Sikia. Nakuja. Mimi nakuja sawa? Basi. Sawa. Basi sawa nenda. Sawa. Ila tutawasiliana basi. Sawa, haina shida. Haya. Jamani. Nimeogopa. Sijui itakuwa kuna nini huko nyumbani kwao. Mama yuko wapi? Mama yupo chumbani. Sikia, chukua simu yako mpigie daktari hafiki haraka sana, sawa? Nilishampigia nilipotoka kuongea na wewe, akasema yupo njiani anakuja. Okay, sawa. Halo mke wangu. Yaani hali ya mama yangu ni mbaya sana. Yaani hata sijui nini kimemkuta mama yangu. Ndio hivyo, ila ipo daktari ndani anamshughulikia kidogo. Ila amesema tutakuwa nione karibu sana mama. Ndio. Yupo ndani anamshughulikia. Sawa. Basi ila kwa leo siwezi kurudi huko. Mungu akipenda kesho nitakuja, alafu tutakuja wote ili muone mama yangu. Asante. Basi baadaye. Baby,
Kwani mama kimempata nini? Nikuulize wewe, shobo tu. Dokta, niambie tu kweli, hali ya mama inaendeleaje? Ni msongo tu wa mawazo, umpelekea mpaka presha kupanda kwa kasi. Sawa dokta, kwa hiyo mamangu atakuwa sawa kweli mamangu? Kiukweli presha ni mbaya sana, ile usio na wasiwasi. Kikubwa asikose kuwa na mtu yoyote wa karibu ili kumwangalia kutokana na hali yake. Sio, umenielewa? Sawa dokta, nimekuelewa. Nitalifanyia kazi hilo. Nashukuru sana, asante sana. Kesho jioni nitakuja kumwangalia hali ya mama, nijue anaendeleaje. Asante. Usijali, usiwe na hofu. Atapona. Asante sana. Haya. Asante dokta. Mimi naenda. Asante. Haya. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa. Hivi dada, kwani shemeji yuko wapi? Najua sijamuona toka jana. Shemeji yako jana mchana wakati tunakula, simu ikaita. Akapokea, kupokea nasikia kaka mama, kafanyaje? Kadondoka. Amemaliza hapo, nikamuuliza nani amepiga? Akasema nahisi atakuwa dada. Kwa mama yake kule wampigia simu. Sasa basi nikamwambia sawa, nenda. Ameondoka. Kufika jioni akanipigia simu. Unipigia simu, bwana, mali ya mama huku sio nzuri. Na daktari amemwambia kwamba mama anahitajika mtu wa karibu sana awe naye muda wote. Basi nikamwambia ni vizuri. Kwa akasema mimi sitoweza leo kurudi, nitalala. Ila kesho nitakuja kuwafuata ili muje kukaa hapa, mhudumie mama kwa sababu mimi kukaa na mama muda wote sitaweza. Wewe kama tu ulienda peke yako akakufukuza vile, kukaa itawezekana shogangu? Yule mama siku ya kwanza tu nilivyoenda mimi alinikataa akanifukuza. Afu leo hii anaomba mimi niende nikakae kwao. Hivi akija kupona yule mama mimi atanifanyaje? Si ataniua kabisa. Kama Shemu amesema asiye twende, yeye atajua nini cha kufanya. Kwa hiyo si tujiandae tuondoke. Hayo mengine tumwachie yeye. Lakini alichokisema umesikia? Yaani ni lazima mnakuja kukaa hapa na ni wewe utakayemuuguza mama yangu. Unaona? Na sio ombi, ni lazima. Na hamna kitu chochote atakachowafanya mtu yoyote hapa nyumbani. Ni lazima muje na mimi ndo nishasema. Huyo mama hawezi kufanya chochote. Mimi nikamwambia, yaani unajua nimeitikia lakini bado roho yangu haijalizika na ogopa Devota. Tumsubiri aje kutufuata. Sote ndio tumeshiba kabisa. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Mapenzi ya jana sasa yamegeuka mito. Macho yako ya furaha sasa. Hello baby. Mambo. Mimi popoa. Ni mpenzi wangu nikwambie. Yaani huko mambo yamezidi kupamba moto. Karimu amerudi nyumbani. Tena amerudi yani amerudi na jipya. Karudi na mwanamke fulani hivi. Mchafu asojua kuoga. Alafu ninavyohisi amehamia hapa. Yaani hao wanakuwa wanakaa hapa. Ni kweli. Yaani nikifanikisha nitakuwa tajiri mkubwa na baba atafurahi. Ila Karim baby, karibu tupunge upepo. Wewe endelea mambo yako. Endelea. Yaani unajua nashindwa kupata majibu kabisa. Kwa sababu hii sio kawaida kabisa. Kuna kitu hapo kipo katikati kijificha, sio bure. Kwani ishawahi kumtokea yale hapo nyuma kabla?
Hapana, uwaga inamtokea tu pressure mara kwa mara, anakuja dokta, anamtibia, anakuwa iko sawa kabisa. Lakini hii imekuwa tofauti na siku zote. Yaani sielewi kuna nini hapo ambapo kipo kimejificha katikati hapo. Sielewi kabisa. Nikwambie kitu mwanangu. Yaani kwa sasa tumshukuru tu Mungu kwa sababu mama anaendelea vizuri. Na kikubwa zaidi tupambane mpaka pale mama atakapokuwa sawa kabisa. Lakini hayo mengine tuachane nayo tu kwa sasa. Nimefurahi kusikia hivyo. Unajua nini? Yaani ni mwanamke tofauti kabisa. Yaani mwanamke wa kipekee kabisa. Yaani yale yote ambayo amekufanyia mama yangu, vile vitimbi vyote, lakini wewe ujali, unaamua kumsaidia. Yaani kweli wewe ni mwanamke bora. Kitu usichokijua, nakupenda sana mume wangu. Alafu kitu chochote unachokijali na mimi pia nitakijali, kwa sababu wewe ni mwanaume nilokuchagua kwenye maisha yangu. Popote utakapopita na mimi nipo, popote utakapokwenda na mimi nipo. Kwa usihofu kuhusu hilo babangu. Na nimefurahi kusikia hivyo. Nakupenda pia. Angel. Hivi wewe, nilikwambiaje? Si nilikwambia uniamshe mapema ili nimpikie mama chakula? Kwa nini hujaniamsha? Sasa dada, si makosa yako, umelala wewe mwenyewe jamani. Makosa yangu? Nilikwambia niamshe mapema nimpikie mama chakula, sio yule kinyango aje jikoni ampikie mama chakula. Umechoka kazi, si ndio? Sasa nisikilize kwa umakini. Ninapokupa maagizo naomba uyafuate. Na sio ufanye unavyotaka wewe. Umenielewa? Sasa ole wako siku nyingine ijirudie. Ninapokupa maagizo naomba uyatekeleze. Gitaa la huzuni, filimbi ya upole, tumba laini. Nilikutambeba moyoni tangu nikiwa mdogo, nilihifadhi picha yako kwenye shida na mgogo. Yale mateso ya jana nilijua yamepita. Kukaa na wewe mama ilikuwa ndio kita, lakini giza lilingia. Karibu mdogo wangu. Asante mwawifi yangu, naona mwenyewe unanisaidia kusha vyombo. Ndio maana nakupenda hapo tu. Nimeona vyombo vipo tu hapa vinazagaa, nikasema ngoja nivistiri kidogo kwa kuvisuuza. Kwa wifi yangu unanijali kweli. Unajua mdogo wangu unachoka sana. Kila kazi za humu ndani unazifanya wewe. Kwa hiyo inabidi siku moja tu tunakusaidia. Lakini wifi yangu, kabla ya mama kuanguka, kuna kitu Shehe kuniuliza. Kitu gani hicho? Shehe kuniuliza kwa Shehe kuingia chumbani kwake. Asa ina maana hicho ndio kimfanye paka apate mshtuko mkubwa hivyo? Inawezekana, maana jinsi alivyokuwa ananiuliza ni kama vile mtu aliyepoteza kitu cha thamani. Labda kama kuna kitu amekipoteza, ni pesa tu. Unafikiri muundana na kitu gani tena kingine cha kukipoteza? Lakini kuna kitu nataka nikwambie wifi yangu, lakini naogopa. Sikia nikwambie mdogo wangu, usiogope. Uwe kuwa na amani. Unanielewa? Usijali wifi yangu. Mbona unaongea kujibana hivi? Hizo binti. Mnanijadili? Gitaa la huzuni,
filimbi ya upole, tumba laini. Nilikutambeba moyoni tangu nikiwa mdogo, nilihifadhi picha yako. Mama, unaumia? Pole mama yangu, utapona sawa. Hivi ndio unajua mimi hadi namuonea mama huruma Ndio hivyo, si unajua ugonjwa unaingia mara moja kutoka unachelewa. Atapona mamangu. Atapona tu. Maana hali aliyokuwepo nayo mara ya kwanza mama ni tofauti kabisa na sasa hivi. Ni kweli, hadi sura yake ina nuru kabisa. Nyuma ya tabasamu kuna siri nzito. Kweli kuna watu mnajua kujipendekeza. Mnajitahidi. Hivi kwani wewe una nini wewe? Hivi unajua tumekuchoka? Oh, mmenichoka Kama umenichoka, nyanyua vifimbo vako na ufunge safari uende. Mimi mwenyewe nimewachoka huko ndani. Tangia mje, hewa imekuwa nzito. Hivi unajua nakuonea huruma sana wewe mwenye kisura kama mtoto wa nyau. Hivi, naomba nikukumbushe kitu kimoja. Naomba utambue huko ndani hatujajileta. Kuna aliyetuleta nyuma yetu. Sijui unaelewa? Hata kwa sababu maskini. Kama unaona hewa imekuwa nzito huko ndani, kamfuata aliyetuleta huko ndani umwambie. Usitupigie kelele. Devota mdogo wangu, acha. Hapana dada, yaani wewe unatuzoea vibaya. Tunapokaa kimya unaona kama tunamuogopa. Dada katuzidi vingine lakini sio maneno machafu. Nitamharibu huyu. Naomba umwambie, nitamharibu. Vipi tena hapa? Kuna nini? Yaani toka huko nisikie sauti kama sokoni Kariakoo, Eti shemeji, si tumekaa hapa tumetulia, ili kabati lenu limekuja hapa inatuambia eti tumeleta hewa chafu. Shemeji, ongea naye huyu. Hivi Sandra, unataka niongeleaje ili unielewe mwanamke? Naongea nini uweze kunielewa? Kila siku makelele tu. Kwa nini lakini? Sasa sikiliza. Naomba inuka, ondoka haraka iwezekanavyo. Ondoka. I'm sorry baby. Nimesema ondoka. Nakuheshimu mbele ya mama yangu. Sitaki nikupungie heshima. Sitaki. Inuka, toka. Malabuko. Pole mume wangu. Asante. Nilikutambeba moyoni tangu nikiwa mdogo, nilihifadhi picha yako kwenye shida na mgogo. Yale mateso ya jana nilijua yamepita. Kukaa na wewe mama ilikuwa ndio kita, lakini giza lilingia, mlango kabaki wazi. Miguu yangu ilikwama, nikabaki na wazi. Mama, kweli umekwenda na kunipa majonzi.